Je, ilivyoanguka haikuleta madhara yoyote kwa watu? Haikuleta madhara yoyote kwa sababu tulikuwemo ndani na pia walikuwepo watu waliojikinga mvua, na humo ndani tulikuwemo watu 6, walikuwemo watu 5, wengine ambao walikuwemo 4 ambao walikuwa hawahusiki humo kwenye jengo, lakini sisi wawili tulikuwa tunahusika, ambao tena siku hiyo ndio tulikuwa tunaingiza madirisha, ni mimi na fundi, lakini wengine walikuwa ni watu waliokuja kujikinga, kwa hiyo hawakudhurika, ijapokuwa fundi ndio alipata tu jeraha kidogo kwenye paji la uso, lakini tunamshukuru Mungu, tulimpeleka kwenye huduma na akapata afya, akawa anaendelea vizuri na mpaka sasa hivi ni mzima na anaendelea na shughuli zake kama kawaida. Poleni sana kwa hiyo hali ambayo imetokea. Je, sasa changamoto gani ambazo mlikuwa mnapitia kabla, wakati wa hilo kanisa la kwanza mpaka huduma imesimama hapa katikati? Vitu gani vimepitia ambavyo wewe kama baba wa nyumba hii vilitaka kuacha tamaa katika kusimamisha kazi hii mpaka sasa hivi? Tulianzia kwenye kufyatua tofali za choma, ndipo tulipoanza tukachanga pesa, tukanunua pumba, tukalipia eneo la kufyatulia tofali. Baada ya kwenda kufyatua tofali zile zikawa tukanunua pumba, tukazipanga, tukazichoma, lakini bahati mbaya zile tofali zikawa zimevunjika zote. Kujua kwamba sijui ni moto ndio tulizidisha au la. Kwa hiyo tukawa kila mmoja akawa anajiuliza kwamba kwa nini hili limetokea, lakini baada ya hapo hatukukata tamaa, tukajua kwamba hii ni safari ya wokovu, huwa ina vita siku zote. Ndipo tukaanza tena mchakato mpya wa kuanza kufyatua tofali za block. Kwa hiyo kila mmoja tena, wakati huo ndipo kila mmoja akasema kwamba kipindi tunapakua zile tofali, ndipo mmoja akasema kwamba baba, haiwezekani tofali zetu hizi zikatike hivi. Sasa huyu adui inatakiwa tumwaibishe huyu adui, tuchange kila mmoja, tusimamie mifuko miwili ili tuanze ujenzi. Kwa hiyo wakati huo mimi nilikuwa naendelea tu kumwomba Mungu kuhusu ujenzi wa kanisa, lakini bahati nzuri kafanikiwa, maana wakati huo tulikuwa watu wazima, walikuwepo watu 15. Kwa hiyo kila mmoja aliposimamia ile mifuko miwili tukapiga maximum kwamba tayari tutakuwa na mifuko 30. Kwa ile mifuko 30 kila mfuko huwa inatoa tofali 35. Kwa hiyo 35 ukizidisha mara mifuko 30, kwa hiyo tayari kumbe tutakuwa na jengo kubwa. Ndipo sasa tukaanzia hapo, kila mmoja akachanga mifuko miwili, na ndicho kilichofanya mpaka tukajenga hili jengo, tukamaliza eneo la tofali, kumaliza kufyatua tofali na pesa za fundi zikapatikana humo. Kwa hiyo tukawa tumemaliza, japokuwa pia walikuwepo pia na baadhi ambao walikuwa wanakiona kazi ya Mungu inaendelea, na yeye anasema kwamba na mimi pia nimechangia hapo mifuko kadhaa. Kwa hiyo hizo ndio tukawa wale waliojitolea, wale wa nje, ndio tukawa tunatumia katika kufyatua tofali. Ndipo tukamaliza eneo hilo la kufyatua tofali na kuanza kujenga. Pia tukajiita tena, tukajichanga, tukajenga jengo la kanisa. Na pia katika eneo hilo la kupaua, ndipo sasa pia ikawa pia ni changamoto namna ya kupata pesa ya kupaua jengo la kanisa, lakini nikazungumza na mchungaji mmoja wa jirani yetu, nikamwomba kwamba anikopeshe pesa, nikajitoa kama dhamana kwamba nikope, lakini kazi hii iishe.
Kwa hiyo nikawa nimeenda nimekopa kwa huyo mchungaji kiasi cha bando 3. Kwa hiyo akakubali. Yeye alikuwa anauza bati? Hapana, yeye ni mfanyabiashara. Kwa alikopesha fedha? Alinikopesha fedha, ndio nikaenda nikachukua hizo fedha, nikaenda nikanunua bati bando 3. Lakini bando zingine tayari kanisa walikuwa wameshachanga. Kwa hiyo ilikuwa inapelea bando 3, nikaenda nikakopa, tukawa tumekamilisha bando hizo 3. Tukaja tukapaua tukamaliza. Ndipo ambapo ilifikia mpaka kipindi jengo linaanguka, tayari tulikuwa tumeshakopa na lile deni tayari tulikuwa tumeshalilipa lile la bando 3. Ni Mungu mwenyewe ndiye alihusika pia kuwatumia watu kwa ajili ya kutusaidia pia hata kulipa ile hela ya zile bando. Katika kipindi hicho cha kuchangishana, wakati mwingine watu wenye hizi kazi huwa inahisiwa kwamba baadhi ya washirika au waumini huwa wanakimbia. Hampata changamoto hiyo kwamba baadhi ya watu waseme hii kazi ngumu wakarudi nyuma na kukimbia kanisa? Ni kweli baadhi walikimbia wakaacha kuja kanisani, tukawa tulibaki wachache kiasi kwamba tulikuwa ni watu 5 ambao kidogo walikuwa wamesimama. Watu wazima 5 waliosimama ndio tulisimama kwa ajili ya kufanya kazi ya ujenzi. Mpaka sasa hivi kanisa lina watu wangapi? Mpaka sasa hivi watu waliopo ni kama 15 watu wazima, lakini watoto sina idadi kamili kwamba ni wangapi. Na ushiriki wao katika ibada, kwa mfano hao watu wazima, ibada hasa za Jumapili? Ibada za Jumapili wanajitahidi kuja, japokuwa za ibada za katikati ndio inakuwa ni shida. Katika hao 15 wapo wale wa kwanza wa wangapi ambao liko kanisa linaanza tu? Kanisa limeanza mpaka sasa hao wapo wangapi wapo? Yupo mmoja tu ambaye tangu tunaanza yupo, lakini wengine tayari wamesha hama. Je, kwa una ushauri gani kwa wachungaji ambao wanafanya huduma ya mazingira yanayofanana na wewe na wengine hata ambao hawafanani na wewe, lakini wana changamoto mbalimbali wanazopitia? Wewe kwao una ushauri gani? Mimi ushauri ninaowashauri ni kwamba wavumilie, kwa sababu katika kuvumilia ndipo kuna baraka za mtu au za wale watu. Uvumilivu ndio mtaji. Wavumilie mpaka mwisho. Unadhani sasa hivi kama mtu anatokea anataka kusaidia kwenye kazi unaofanya, kitu gani ambacho ungependa mtu aweze kukusaidia ili kusimamisha kuendelea kazi ya Mungu hapa? Mimi kitu ambacho kama kitokea mtu kwamba anisaidie, labda angenisaidia kuhusu eneo la ujenzi wa kanisa. Ndicho ambacho ninachokiwaza. Ndugu mtazamaji, kama ambavyo umesikia, tumekuwa na maongezi na mchungaji hapa akielezea safari yake ya kusimamisha huduma mahali hapa. Hili unavyoliona ni kanisa ambalo limetengenezwa mara ya pili baada ya la kwanza kubomoka. Kazi ilifanyika, lakini sasa inahitaji nguvu nyingine mpya kwa ajili ya kazi ya Mungu iweze kusimama. Mahali popote ambapo ulipo, ukiwa unaguswa kufanya kazi ya Mungu, unaweza kuwasiliana nasi kwa namba zifuatazo: 0787630103 ili kuweza kuona namna ambavyo kazi ya Mungu itafanikiwa na kazi ya Mungu ipate kuendelea. Mchungaji, wewe unadhani toka ulipoanza hapa kwenye huduma yako mahali hapa, unadhani nini hasa imekuwa nguvu au umekuwa msaada kwako mpaka umefika leo hii na kazi inaendelea licha ya changamoto zote ambazo umezielezea? Nguvu kubwa ni maombi. Ndicho limenisaidia mpaka kufikia muda huu tunazungumza na wewe. Ndio. Basi mchungaji, mimi nikushukuru kwa muda wako na Mungu akubariki. Tunaamini neema ya Mungu itaendelea kukusaidia na Mungu akutie nguvu ili kazi ya Mungu basi hapa iendelee kusimama. Mungu akubariki sana. Amina, na wewe pia.